Ndugu wapendwa, leo naongea kama Engineer Noel Kengoi. Leo Januari tarehe 1, 2026, na ningependa kusema mjadala juu ya ukosefu wa ajira inapaswa iwe ni ajenda ya mainjinia. Kwa hiyo watu wanapoongea habari za ukosefu wa kazi na nini, mainjinia tusikae kimya kana kwamba haituhusu. Ni vizuri tukajua kwamba Tanzania ina rasilimali nyingi sana zinahitaji kuchakatwa, lakini kuwa na rasilimali bila uwezo wa kuzichakata, nafikiri utaendelea, hiyo nchi yako haitaweza kuendelea kiuchumi. Na ili nchi iendelee kiuchumi, lazima tunahitaji teknolojia na mainjinia. Nafikiri tusijisahau kwamba sisi ni wahusika wakubwa sana katika kuzalisha teknolojia mbalimbali. Unajua, 90% ya korosho ya Tanzania inasafirishwa bila kubanguliwa. Kwa hiyo mashine za kubangua na teknolojia za kubangua ni kati ya jambo la muhimu sana kwa nchi yetu. Naamini kwamba mainjinia ndio tunatakiwa tufanye homework ya kuzibangua hizo korosho, badala ya kuzipeleka zikiwa hivi, na hela tunayopata ni kidogo sana bila kuibangua. Na ujue kwamba wenzetu wanatumia maganda ya korosho kwenye kuzalisha umeme. Kwa nini tusitumie sisi wa Tanzania kwenye kuzalisha umeme ndani ya nchi yetu? Tanzania ni nchi ya 4 Afrika, nafikiri ya 4 au ya 3 ya Afrika kwa mifugo, lakini mifugo tunazalisha, na hasa ngozi tunazozalisha, baada ya kuzichakata tutengeneze viatu, tutengeneze mabegi, tutengeneze vitu mbalimbali, tunazitengenezea supu. Na hiyo ni matumizi mabaya ya ngozi. Ni vizuri wahandisi tufanye homework yetu katika kuzalisha teknolojia, ili tuweze kuuza hizo ngozi zikiwa zimechakatwa, tupate hela. Miji yetu haijapangwa jamani. Kwa mfano, angalia mji wa Mbeya, kuanzia Uyole almost mpaka Ifisi, karibu wote haujapangwa. Yaani nyumba nyingine imeelekea hivi, nyingine imeenda hivi, nyingine imeenda hivi. Nafikiri ni jukumu la wahandisi kunyoosha, kuhakikisha kwamba miji yetu imejengwa, imenyooka, mitaa yetu imenyooka. Sio ujenzi tu wa barabara, lakini ni lazima wahandisi tuhusike hapo. Na ninaamini kama serikali basi haijaweza kunyoosha miji, ingetumia makampuni. No, ni fursa mojawapo ya kibiashara. Huwezi kuendelea wakati miji yako haijapangwa. Kwa ni vizuri tufanye homework katika jambo hilo. Hatuna mashine za msingi Tanzania kama generator, motor, transformer, engine na kadhalika. Zote zinatoka nje ya Tanzania. Kwani kitu gani kinachotuzuia sisi kama Watanzania kuzalisha mashine kama hizo? Na ni kwa nini mhandisi asiye mstari wa mbele katika kuzalisha teknolojia hizo? Ni swali ambayo tungependa kuulizana kama wahandisi na tulifanyie kazi. Kilimo chetu tunategemea mvua. Unaona, wakati ardhi yetu kuna maji chini ya ardhi na juu ya ardhi, kwa nini tusitengeneze mifumo ya kupeleka maji katika mashamba? Unaona, kama ni kuchimba visima underground au kama ni kutumia kwenye ardhi na kadhalika, tutumie katika tukana na kilimo ambacho kina uhakika zaidi kuliko kilimo cha kungojea mvua. Hilo je, si jukumu la wahandisi? Kwa hiyo kilimo chetu kinategemea mvua. Lazima wahandisi tukae mahali pamoja, tutafute solution kwenye jambo hilo. Madini yetu na ngojea eti wazungu na Wachina na watu gani waje wachimbe. Unaona, na tunaenda kwa jamani, kule kwetu kuna dhahabu, kule kwetu kuna Tanzanite, kuna almasi. Kwa nini tusiachimbe? Mainjinia tumefanya homework yetu? Kwa hiyo ni jukumu la wahandisi. Kama tukifanyia kazi mambo kama hayo, tutaweza kuzalisha ajira nyingi sana. Unapokwenda kuchakata mazao yako au rasilimali zako kwenye nchi nyingine, unahamisha ajira kutoka kwenye nchi yako kwenda katika nchi nyingine. Tanzania tuna rasilimali nyingi. Tuna ufugaji kama nilivyosema, katika nchi aidha ya 3 au ya 4 inaongoza kwa ufugaji Afrika ni Tanzania. Kwa mfano ndizi, nimeona kuna nchi nyingine wanazalisha ndizi na zinasafirishwa kwa njia ya cable, zinatoka mahali fulani kwenda sehemu nyingine. Mihogo kwa mfano inatakiwa kuchakatwa na nini,
kuwa ni mazao mengine, lakini hatufanyi hivyo. Mafuta ya kupikia ni labda asilimia hazifiki 20 za mafuta ambayo yanatengenezwa Tanzania. Mengine tunaagiza kutoka nje, nchi yenye ardhi kubwa namna hiyo kama Tanzania. Kwa nini tunakuwa na matatizo kama hayo? Hatuna nishati mbadala ya kutosha umeme wa jua, unaona na umeme wa aina mbalimbali, umeme wa upepo na vitu mbalimbali kama hivyo. Tunaweza tukazalisha sisi umeme kama huo kama mainjinia. Kwa hiyo tukifanya homework yetu kama mainjinia, tutaweza kuzalisha ajira nyingi tu katika nchi yetu ya Tanzania. Tufanyeje? Kwanza tunatakiwa tuwe na vikundi vya kuchanga mawazo, kuchakata mawazo. Kwa hiyo kuchanga mawazo ni muhimu, kwamba kwa rasilimali zetu tulizonazo na elimu tulionayo, hatuwezi kuzalisha fursa kwenye eneo fulani, kwenye maeneo mbalimbali. Tunatakiwa tuwe na elimu ya msingi ya engineering, fundamentals of engineering science. Kila engineer aweze kujua zile mashine za msingi, zile teknolojia za msingi za teknolojia mbalimbali. Tunatakiwa tushindanishe mawazo, watu wenye mawazo waweze kuyaandika, na kuwe na jopo la majaji ambao kazi yao ni kuangalia ni wazo gani lilo bora, na hayo mawazo yatafsiriwe kwenda kwenye vitendo. Tunatakiwa tujenge contents. Unaona, baada ya watu kujenga contents tu kwa kuchekesha, kwa kuimba, kwa mpira, ni vizuri tuwe na watu wanaojenga content kwa mambo ya teknolojia. Unajua mainjinia tunapokosa kujenga content kwenye eneo letu, ina maana kwamba hatuna mawazo au mawazo ambayo yanaboresha maisha ya Watanzania kwa jumla. Tumekuwa ni watu wa kufuatilia tu content za watu wengine. Tunatakiwa tuwekeze kwenye ujenzi, teknolojia za ujenzi. Teknolojia za ujenzi zinabadilika. Sasa hivi nchi nyingine zimeenda kwenye 3D printing. Watu wana print nyumba kwa kutumia mashine, na sisi tunaendelea na teknolojia zile zile za mwanzo. Na ningependa kuambia wahandisi kwamba hatusikiki. Yaani ni vigumu sana kuona mhandisi ambaye anajenga mawazo juu ya alicho nacho kwenye uhandisi, akajenga content, watu wakamfuata. Wakati wa kujenga content kwa mainjinia ndio sasa. Asanteni sana kwa kunisikiliza.